Hi guys, I hope mko poa, karibuni sana mapishi raha. Na leo jikoni kwetu tutakwenda kupika pishi la kisamvu cha nazi. Kama unavyoona hapo, nimeandaa kisamvu changu ambacho kimetwangwa vizuri na nimeweka, mimi napenda kuchanganya na njegere. Unaweza kuchanganya kisamvu chako na njegere na kaa kitamu kabisa. Then nimeweka na kitunguu saumu ambacho nimekiblendi, alafu nitakwenda kuchemsha mpaka pale kitakapoiva. Haya, baada ya kuiva kisamvu changu nitaanza maandalizi ya kuunga. Nimeweka mafuta, pia nimeweka carrot pamoja na hoho ambayo carrot nimesaga na hoho ambayo nimekata vipande vidogo vidogo pamoja na kitunguu. Utakaanga kidogo na zingatia mafuta yasiwe mengi sana, ni mafuta kidogo tu kwa ajili ya kukaangia vile viungo. Utakaanga. Kwenye swala la upishi wa kisamvu, hakikisha hizi mboga mboga zisiive sana. Kwa hiyo utazipika kwa dakika 2 mpaka 3 tu. Then baada ya hapo utakwenda kuongeza nyanya yako. Ukishaongeza nyanya, pika nyanya yako mpaka pale itakapoiva, hakikisha imejikanga kabisa kwenye mafuta. Kwa wale ambao watashangaa, jamani, kisamvu kinapikwa. Wengi wamezoea tu kisamvu wanaweka kitunguu, wanaweka nazi. Hapana. Hebu jaribu pishi hili la kisamvu, then utakwenda kunipa feedback ambayo ni nzuri sana. Hapo nimeongeza binzari ile ya mchuzi pamoja na ile Maggi Star ndo ambao nimeongeza hapo. Then utakoroga vizuri, hakikisha unapika nyanya yako mpaka uhakikishe imeiva kabisa. Unaona nyanya yangu imeiva kabisa, inajikaanga kwenye mafuta. Haya, kisamvu changu wakati nimekichemsha nilishaweka chumvi kabisa. Ndio maana hapa katika kukaanga hiyo sosi yake sijaongeza chumvi. Baada ya kukaanga nyanya yangu ilipoiva, nimeweka kisamvu changu ambacho nilishakichemsha mpaka kikaiva kabisa. Nafikiri wengi wanafahamu nikisema kisamvu kimeiva, unajua kwa sababu tunakichemsha na pia unaonja kama kimeiva. Hakikisha kimeiva na kimekuwa laini kabisa. Kwa hiyo nitakigeuza geuza kwa muda dakika 3 mpaka 4. Then baada ya hapo nitaongeza nazi. Mimi nimetumia tui zito kabisa la nazi. Unaona jinsi ambavyo nimeweka, na nilitumia nazi 2. Kwa hiyo unaweza ukaweka nazi kulingana na wingi wako, na hilo ni lile tui zito kabisa. Kwa hiyo utapika, changanya vizuri na utakwenda kupika kisamvu chako mpaka nazi yako itakapoiva. Na wale ambao hawajui nazi ikiiva inakuwaje, unapoweka nazi inakuwa na ile weupe. Unaona chakula chako ama mboga yako inakuwa na weupe, lakini utakapokwenda kukipika, kadiri unavyoendelea kupika kwa muda mrefu, utakuwa unakigeuza geuza kisamvu chako, utakuwa unaona ule weupe unapotea mpaka itakuonyesha kabisa nazi yako imeiva, na hata ladha inakuwa inaonyesha kabisa kwamba hapa kisamvu kimeiva. Kwa hiyo utakipika takriban muda wa dakika 10 mpaka 12, kisamvu chako utakuwa nazi yako imeiva kabisa. Kwa hakikisha unakipika vizuri mpaka inaiva. Na baada sasa kisamvu changu kuiva, mimi huwa napenda kuongeza sukari. Utaweka sukari kulingana na nazi yako. Kama nazi ina sukari sana, utaongeza sukari kidogo, na kama nazi haina sukari sana, basi utaongeza sukari kama kijiko kimoja ama viwili. Jamani, sukari inasaidia kupunguza gesi. Kwa wale ambao wana acid reflux wanaelewa, ama vidonda vya tumbo wanaelewa, kwa sukari inasaidia kupunguza gesi kwenye chakula, lakini pia kwenye kisamvu huwa inaongeza ile ladha kwenye nazi yako. Jamani, hebu jaribu pishi hili, utakuja kunipa matokeo. Na huu ndio muonekano wa mwisho baada ya kumaliza kupika kisamvu changu cha nazi. Hapo nilikula na dagaa wale wa kukaanga, dagaa mchele, lakini tulikuwa tuna wali ambao pia nilipika wali wa nazi. Kwa hiyo ni kisamvu, wali wa nazi pamoja na dagaa. Jamani, hiki chakula ni kitamu sana 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 sana. Na ni so simple. Kwa wale ambao walikuwa hawajui kwamba kisamvu unaweza kuchanganya na njegere, I hope mtakuwa umejifunza kitu. Kama ulikuwa unapika kisamvu hauongezi sukari kidogo, utakuwa umejifunza kitu. Mimi niseme nawapenda, karibuni tena hadi pishi linalofuata.